Amepotea. Tangu aende msituni juzi hajarudi. Kuna msitu uliopo pembezoni mwa kijiji cha Kizinga. Wazee husema msitu huo hauchagui mtu. Watu huingia na hurudi, lakini si wale wale waliokwenda. Kijiji cha Kizinga kilikuwa kimetulia, kila mtu akiendelea na maisha yake, lakini kulikuwa na sheria moja: usiingie msitu wa Mto Mwizi. Musa alikuwa kijana wa kawaida na rafiki yake wa karibu aliitwa Juma. Walicheka pamoja, walifanya kila kitu pamoja, lakini Juma alikuwa mtu wa majaribio. Aliamini hakuna kitu kinachoweza kumtisha. Siku moja jioni, jua lilipoanza kuzama, Juma alisimama, akaitazama njia ya kuelekea msituni, na bila kusema sana, akaingia. Usiku ulipofika, Juma hakurudi. Siku moja ikapita, siku mbili, kijiji kilianza kunong'ona, amepotea. Lakini siku ya tatu, asubuhi tulivu, Juma alirudi. Alitembea polepole, hakutabasamu, hakusema neno, na macho yake hayakuwa kama ya kawaida. Musa alimkaribia kwa hofu kidogo. Juma, uko sawa? Juma alimtazama kwa macho makavu, kisha akasema, niko zaidi ya sawa. Tangu siku hiyo, kila kitu kilibadilika. Juma hakula kama kawaida, hakuchanganyika na watu, na kila usiku alipotea. Musa alianza kuingiwa na hofu, lakini siku moja akaamua kumfuatilia. Usiku ulikuwa mzito, upepo ukivuma taratibu. Juma alitembea moja kwa moja kuelekea msituni. Musa akamfuata kwa hatua za taratibu, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Alipoingia ndani ya msitu, hali ilibadilika. Kulikuwa na ukimya mzito na kivuli kila upande. Ndipo alipoona watu wengi wamesimama kimya. Wale wote waliowahi kupotea walikuwa pale, na katikati yao alikuwa Juma. Polepole, Juma aligeuka, akamtazama Musa moja kwa moja, kisha akasema, ulifuata, sasa umefika. Musa alirudi nyuma kidogo, akitetemeka. Ndipo alipotambua kwa mara ya mwisho, huyo si Juma. Wale watu wakaanza kumsogelea taratibu, wakinong'ona kwa sauti moja, karibu, sisi ni wanaorudi. Siku iliyofuata, Musa alirudi kijijini, lakini hakusema sana, hakutabasamu, na macho yake hayakuwa kama ya kawaida.